EPRA mnajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya, lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans, we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. Ya pili, the government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally, ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa inateremshwa na shilingi na shilingi mbili, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu in the first 2 years, serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends, sasa mafuta haishuki tena, inapanda. Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it, kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mulisukisha mafuta na shilingi 1 kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Na ile fuel levy ya shilingi 7, lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024, it has to be removed, because I know you are planning